Naam, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Pendwa msikilizaji wa chaneli yetu ya Nuru ya Kristo, mimi ni Pastor Caleb na leo nimekuandalia somo ambalo nitakufundisha kwa muda mfupi sana linalohusiana na ndoto. Tunafahamu kwa habari ya ndoto, tunajua umuhimu wa ndoto, namna ambavyo watu wengi wamekuwa wakiota ndoto. Leo nitasimulia kwa ufupi kidogo kuhusiana na ndoto. Nataka kidogo upate ufahamu na uelewe japo kwa uchache kwa habari ya ndoto. Kwanza, kabla tujaendelea, inabidi uelewe kwanza ndoto ni nini. Ndoto ni taarifa inayokuja kukujulisha jambo linaloendelea au linalokuja au lililopita. Ndoto mara nyingi huwa tunazipata tukiwa tumelala. Kuna tofauti ya ndoto, kuna tofauti ya njozi na kuna tofauti ya maono. Mtu anayeona maono ni tofauti na ambaye amesema ameota ndoto, ni tofauti na ambaye amesema ameota njozi. Njozi ni tofauti, ndoto ni tofauti, na maono pia ni tofauti. Leo nitazungumzia kwa habari ya ndoto, wala sio kwa habari ya maono wala njozi. Nimesema ndoto ni taarifa inayokuja kukujulisha jambo linaloendelea au linalokuja ama lililopita. Mtu yote ambaye analala kisha akaota ndoto, ina maana ni taarifa ya kinachoendelea katika ulimwengu wa roho. Kama tunavyofahamu kwamba mwanadamu amegawanyika katika maeneo mawili, ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho. Kwa nini mtu analala anaota? Kwa nini hauoti ama hauoti ndoto ukiwa umefungua macho, lakini ukilala ndipo ambapo unaota? Inamaanisha kwamba unaingia ama unahama kutoka ulimwengu wa mwili ambao ndipo wewe ulipo, appearance yako inaonekana. Unapolala ina maana unaingia katika ulimwengu wa roho. Ina maana kule ndipo unaanza kuona maisha yakiendelea kwa njia ya ndoto. Haleluya. Mtu ambaye amelala, ina maana anaanza kuyaishi maisha ya ulimwengu wa roho, anaanza kuona picha. Kwa maana kuna wakati unaweza ukajiona huko kwenye ndoto unafanya shughuli zako ama unafanya vitu fulani, hiyo inakuonyesha picha ya maisha yako yasiyoonekana yanayoendelea katika ulimwengu wa roho. Unapoona hapo, unapojiona katika ndoto, ina maana ni maisha yako yanayoendelea yasiyoonekana, kwa sababu wewe unaishi pande mbili, unaishi katika ulimwengu wa roho na unaishi katika ulimwengu wa mwili. Ukisoma pale kitabu kile cha Mwanzo utaona Mungu alimuumba kwanza mwanadamu, lakini ukisoma kitabu cha Mwanzo cha sura ya 2 utaona Mungu anasema akampulizia pumzi akamfanya mwanadamu. Ina maana mara ya kwanza Mungu alimuumba mwanadamu katika ulimwengu wa roho, lakini mara ya pili sasa akampulizia pumzi, ambayo hii sasa akamfanya kwa namna ya mwili. Nimesema kwamba ndoto ni taarifa. Unapolala ina maana unaanza kupokea taarifa zinazoendelea ya maisha yako yasiyoonekana katika ulimwengu wa roho. Sasa katika ndoto kuna maeneo matatu ambapo unaweza ukayaona. Kuna aina fulani za ndoto ambazo zimegawanyika katika sehemu tatu. Sio kila ndoto unayoiota imetoka kwa Mungu, na sio kila ndoto unayoiota imetoka kwa shetani, na sio kila ndoto unayoiota imetoka kwa shetani ama kwa Mungu. Kuna zingine zinakuja tu kwa sababu ya shughuli nyingi za kibinadamu, pengine uchovu uliokuwa nao tangu asubuhi, ama kuna taarifa ambayo uliipata, ama kuna aina fulani ya kosa ama kesi fulani ulikuwa nayo ukajikuta unaiwaza tena tangu asubuhi mpaka usiku. Unajikuta unapolala inatokea ubongo unaanza kuleta marejeo ya picha ambazo zilitokea tangu mwanzo, na hapo ipo kimaandiko kabisa. Ukisoma kitabu cha Mhubiri anasema ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi. Kwa utagundua kwamba kuna wakati kumbe ndoto tunazoziota huwa zinakuwepo kwa sababu ya shughuli nyingi ambazo tunazifanya. Unaweza ukapata tatizo asubuhi, pengine kuna kesi fulani ama kuna changamoto fulani ukaiwaza sana, umeona ajali, umeona kitu fulani ambacho kikakufanyia ukapata mshtuko zaidi, ukajikuta kile kitu umekiwaza sana na hata unapolala ukakiota. Ina maana hiyo ni ndoto ambayo imekuja ni kwa sababu ya shughuli nyingi ambazo umeziona tangu asubuhi na umejikuta matukio yamerejea kipindi umelala. Lakini kuna ndoto ambazo zinakuja, ndoto ambazo zinatoka kwa Mungu, na leo ndio tutaziangalia hizi aina za ndoto. Kwanza kumbuka, kwenye ndoto kuna mambo kama 4 hivi inabidi uelewe. Kwenye ndoto unaweza ukafanya agano na upande wowote, iwe ni kwa Mungu ama kwa shetani. Mungu anaweza akafanya agano na wewe katika ndoto, na hii ndipo unaweza ukaiona kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ya 15 mstari wa kwanza. Mungu anapofanya agano na Ibrahimu, nasema siku hiyo Mungu akamtokea Ibrahimu usiku kwa njia ya ndoto. Ina maana akaanza kufanya agano naye. Mungu akaanza kufanya agano na Ibrahimu kwa njia ya ndoto. Baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamjia Abrahamu katika njozi likinena, usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa
kubwa sana. Bwana akasema,